their wives. Dada mmoja alinitafuta kwenye Instagram. One sister sought me in Instagram. Akaniambia, Evangelist, naomba unisaidie. Evangelist, please help me. Nikamwambia shida ni nini? I said, what's the problem? Akaniambia, she said, ninateswa na roho ya uasherati. I'm tortured by the spirit mume of wangu fornication. ameshanivumania zaidi ya mara 4. My husband has caught me red-handed more than 4 na times. zote amenisamehe. And all the times he has forgiven me. Na sasa ameniambia hivi, but now he has told me, kwa sababu kuna vingine nilikuwa naenda kukosea na hukumiwa, narudi kumwambia mume wangu nisamehe, nimefanya hivi. because there are things I got to fall and they come to ikafika mahali mume wake akamwambia, sasa ukifanya tafadhali usiniletee taarifa. It came a point the husband said, if you commit adultery, don't come to ishia huko. just end it there. These are ancestral powers. Hizi ni nguvu za kimiungu. Nenda ka trace kwenye familia yao. Just look at their families. Kaangalie. Look at kama ilivyokuwa kwa mtu anaitwa nani? It was a man called, anaitwa Daudi. Someone called David. Daudi alikuwa anampenda Mungu. David loved God. Anamcha Mungu. Feared God. Lakini ametoka kwenye mlolongo wa damu uliobeba uasherati. But he came from the bloodline that carry fornication. Ametembea na Mungu vizuri. He has been with God. Mungu na bloodline inamngoja, ambia, and the bloodline is waiting for him. Come Mr. Man. Is waiting for him. Come. Come Mr. Man. Come ndugu. Alipofika mahali, and he reached a point, akajikuta anaenda kuanguka na yule mwanamke. falling with that woman. Sasa nisikilize. Now listen. Daudi alichofanya ni nini? What David did, alimlingana Mungu. He sought God kwenye toba. Through repentance. Mungu akamsamehe Daudi. And God forgave na akamwachia Daudi agano linaloitwa agano la rehema. And he gave David the covenant of mercy. Sasa now anakuja kuzaa mtoto anaitwa Suleimani. He comes to have a child called Solomon. Suleimani hajafanya case study. Solomon had not studied about the kwamba mama yake that the mother kulikuwa na shida mahali. There was a problem at some point. Na Daudi alishatengeneza. And David had repented. Angalia kitu Suleimani anakuja kufanya. See what Solomon is doing. Alioa wanawake wangapi? He had how many wives? 700. Masuria wangapi? 300. That's what we call bloodline. Hiyo ni issue ya mlolongo wa damu. Kuna watu mnateseka na wanaume zenu huku, kukamata message hii, kukamata hiki. Wewe saa acha issue za kawaida, sababu za kibinadamu. Go back and trace it in their genealogy. You can come to find they are coming from a certain lineage. Some of you are suffering with a husband, lakini nenda kachunguze, utakuta kwamba labda wanatoka katika koo. Wako ambao hawapendi kabisa hiyo tabia. There are people who don't like that kind of habit. Wanatamani kuacha. They desire to stop. Wengine wamejaa ndani ya makanisa. Some are filled in the lakini wanajitahidi kuchomoka, watoki. They try to go out. Kwa nini? There is a lineage. You must be delivered from what we call a bloodline curse. Lazima ukombolewe kwa habari ya issue ya mlolongo wa damu.